Mtazamaji wa Inclusive Gospel, leo tumefunga safari kutoka Ubungo mpaka hapa kanisa la EAGT ambalo lipo Kibangu chini ya mchungaji Ibrahim Kinyoro. Ikiwa leo kanisa lilikuwa linaadhimisha siku ya kilele cha watoto, yani sikukuu ya watoto, tuna mambo kadha wa kadha tunataka tuweze kuangazia na kuweza kufahamu hasa nini kilijiri na mambo gani yalikuwepo kwenye siku hii ya leo. Kama unaungana nami, hii ni Inclusive Gospel. Unaweza ukatembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Instagram kwa jina la Inclusive Gospel, TikTok Inclusive Gospel, lakini pia tupo YouTube kwa jina la Inclusive Gospel. Usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare. Karibu sana uweze kuungana nasi kwa mazungumzo mafupi ambayo tumekutana na makamu mwenyekiti wa idara ya watoto kwenye kanisa hili la EAGT. Ana mawili matatu ambayo atatupitisha hapa kuhusiana na siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana mtumishi. Amina. Hongera sana kwa ibada ya siku ya leo. Amina, nashukuru sana. Kwanza kabisa naomba kufahamu wewe una nafasi gani kwenye idara ya watoto? Asante. Mimi kwa majina kwanza naitwa Odeta Leonard Paulo. Mimi kwenye idara hii ya CWI mahali hapa nimesimama kama makamu mwenyekiti. Ndio. Na umesema CWI. CWI maana yake nini? Watazamaji wanaokutazama hapa ukisema CWI wanaweza wasielewe nini maana yake. CWI kirefu chake ni chipukizi wa Injili. Okay, chipukizi wa Injili. Una nafasi gani umesema kwenye idara ya watoto? Mimi kwa idara ya watoto nipo kama makamu mwenyekiti. Ni makamu mwenyekiti kwenye idara ya watoto. Kwa hiyo tunazungumza na mtu ambaye ana taarifa za kutosha kuhusiana na idara ya watoto. Na una muda gani tangu umechaguliwa kuhudumu kwenye nafasi ya kuwa makamu mwenyekiti wa idara ya watoto? Kiufupi sina muda mrefu sana, na takriban miezi 5 mpaka 6. Okay, miezi 5 mpaka 6. Na bila shaka miezi 5 mpaka 6 kuna vitu ambavyo utakuwa umeshajifunza na kuna vitu ambavyo umeshaviona mambo fulani hata kama ni kipindi kifupi. Sasa hebu tuambie, idara ya watoto kwenye hili kanisa watoto wanafika ngapi mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi takwimu ya moja kwa moja siwezi kusema kwa sababu watoto kuna leo unakuta kwa hivyo hapo hivyo, lakini average yao ni kuanzia idadi ya watoto 60 mpaka 70. Okay, 60 mpaka 70. Ni watoto wengi sana. Kwa hiyo tunatarajia kwamba hili ni kanisa lijalo la baadaye. Baada ya miaka 15 mbeleni, kanisa hili linaweza ikawa sasa lina washirika 200 kutokana na watoto ambao wanazaliwa. Hakika. Jambo jema sana. Sasa tunahitaji leo kufahamu kuhusiana na siku hii ya watoto kama ambavyo mmeweza kuiadhimisha siku ya leo. Tufahamu ni matukio gani ambayo leo yameweza kufanyika kwenye idara ya watoto, na unafikiri matukio ambayo yamefanyika siku ya leo yanaweza yakawa pengine ni fundisho au ni jambo la jamii kuweza kujifunza kwenye idara ya siku ya leo? Tupitishe kwenye mawili matatu ambayo yametokea kwenye idara ya siku ya leo. Kiufupi siku ya leo imekuwa na matukio mengi sana. Tuko tuna ratiba kuanzia saa 2 kamili tuko mahali hapa na tumehitimisha mida ya saa 8. Ndani ya huo muda wote tuko tuna matukio mengi sana kama watoto. Tukio gani ambalo limefanyika sana ambalo unasema kwa tukio hili limebeba sura nzima ya idara ya watoto ya siku ya leo? Yani kuna lengo kuu la kufanya siku ya watoto. Ndio. Kitu kikubwa ambacho kilifanya tuwe na siku ya watoto ilikuwa ni tukio la utegemezaji. Watoto wako wana kitu cha kutegemeza mchungaji wa mahali hapa. Okay. Ni Kiswahili cha kiroho zaidi. Ukisema kutegemeza, Mtanzania ambaye anatusikiliza na mwingine ambaye labda hajafahamu hili neno la Kiyunani ama anaweza asifahamu, unamaanisha nini kwamba tukio kubwa lilikuwa la kutegemeza nyumba ya mchungaji? Kutegemeza sijui niliwekaje, kwa mtu ambaye leo unaweza ukasema hata kumtunza. Okay. Au unamaanisha kwamba leo ilikuwa ni siku ya kumhudumia mchungaji kwa dhabihu ambazo watoto walikuwa wameziandaa. Ndio. Kwamba watoto walikuwa wanatoa chochote kwa mchungaji wao. Ndio. Ni jambo jema sana. Tunashukuru sana. Na hivyo watoto siku ya leo wameweza kuhudumu wenyewe kutoka mwanzo wa ibada mpaka mwisho, au watoto walisimama tu pale lakini alikuwepo mwakilishi ambaye alikuwa anawakilisha kuhudumu kwenye nafasi, kwamba wamehubiri, wameongoza wenyewe ibada, kwamba yeye ndio mwenyekiti, katibu, amesoma matangazo, mzee wa kanisa.
Hii imekaeje leo kwenye idara ya watoto? Tunamshukuru Mungu kwa sababu ilikuwa ni wiki la watoto, hatujaanza leo. Leo tulikuwa tunahitimisha. Ndio. Tumeanza toka Jumatatu. Kulikuwa kuna maandalizi mengi. Kwa siku leo watoto wamesimama katika nafasi zote ambazo itakiwa wasimame viongozi wa kanisa. Kuna watoto ambao walisimama kwenye nafasi za ushemasi, wamefanya kazi za ushemasi. Kuna watoto wamefanya kazi za wazee wa kanisa, kuna watoto wamesoma matangazo. Kwa kiufupi karibia 90% ya ratiba za leo zimeendeshwa na watoto. Vizuri sana. Sasa ukiachana na tukio kubwa ambalo lilikuwepo, lipi tukio lingine ambalo watoto wamelifanya ambalo linaashiria uinjilisti zaidi kwenye ibada ya siku ya leo? Siku ya leo kitu ambacho kimefanywa na watoto na kimenifurahisha na kimeonyesha kweli hao watoto ni chipukizi wa Injili. Ndio. Watoto wameweza kusoma mistari ya moyo bila kutumia kitabu chochote au reference. Okay. Yeah. Sawa. Vizuri sana. Sasa tuachane na hilo. Inclusive Gospel sisi tunahusiana na kujadili sana mambo ya watu wenye ulemavu hasa kwenye nyumba za ibada. Yaani ulemavu na injili ya Yesu Kristo. Wewe kama makamu mwenyekiti wa idara ya watoto, je, una watoto ambao wana ulemavu aina yoyote wapo kwenye idara yako? Mpaka sasa bado sijapata takwimu ya mtoto mwenye shida hiyo mpaka muda huu hapa. Okay. Na una taaluma yoyote labda ya kuweza kuelewa kama mtoto huyu ana changamoto yoyote ya kusikia ama ana changamoto ya kuona au tatizo la ubongo, utindikio wa ubongo na nini? Una taaluma yoyote labda ya kufahamu, au kama kanisa lina wataalamu ambao wapo kwa ajili ya kuchunguza watoto kama labda wana changamoto fulani za kimwili? Hilo nilijibu kwa mimi binafsi. Ndio. Mimi binafsi sio mbobezi zaidi kwenye hicho kitu, lakini naweza kaa na uelewa mdogo kuhusiana na hayo mambo ya hayo matatizo. Naweza nikaona vitu fulani, nikaona hapa pana shida kidogo, mchanga ukifuatia unakuta kuna hizo shida. Kama makamu, ukikutana na mtoto ambaye ana ulemavu leo na kesho, kanisa linazidi kuongezeka, kesho akaja mshirika hapa lakini ana mtoto ana ulemavu. Ndio. Ulemavu aina nyingi, ulemavu wa ngozi, ulemavu wa kusikia, kuona na usonji na mambo mengine. Wewe kama makamu mwenyekiti una mtazamo gani juu ya yule mtoto? Mimi kama makamu mwenyekiti, ukiachana na nafasi ndio nayo ya makamu mwenyekiti, mimi kama mimi. Ndio. Mtoto yeyote au mtu yeyote mwenye shida kama siwezi nikamtazama negative hata siku moja. Cha kwanza natakiwa kama binadamu tu wa kawaida, natakiwa niwe na moyo wa huruma. Kuhusiana na watu wenye shida mbalimbali, watu wana matatizo, kuna vilema, viwete, watu wasioweza kusikia. Watu kama hao wakipita kwenye maisha yangu, kusema kweli najisikiaga huruma sana juu yao. Kwa hata ikitokea tumepata mtu aina hiyo kanisani, sidhani kama itatuletea shida sana, kwa sababu mimi pia ni mtu ambao napenda sana kuwa nao familia watu aina hiyo. Ndio. Okay, ni jambo zuri sana. Basi niweze kufahamu mchungaji wako, labda unaweza kumzungumziaje wa kanisa hili? Watanzania wanasikiliza na watu wengi zaidi ambao si washirika wa kanisa hili wanatufuatilia na kutusikiliza hapa. Unamzungumziaje mchungaji wako kwenye masuala ya huduma za kiroho? Labda ni mchungaji ambaye anategemea sana visaidizi vya kiroho au ni mchungaji wa namna gani kwako wewe? Kiukweli mchungaji wa mahali hapa sijui hata nimwelezeaje. Ni mchungaji ambaye namuona yuko vizuri kihuduma kwa masuala ya kiroho, pia ni mshauri mzuri sana. Anapenda sana kuwa karibu na washirika wake, kuelewa mshirika anafanya nini, yuko wapi, anapatwa na mambo gani. Anapenda sana, na nimekuja kumgundua kitu kimoja, hapendi sana mtu wa kujitenga ambaye anafanya mambo yake binafsi. Kwa hiyo ni ishara kubwa kwamba niko sehemu salama sana. Okay. So una ujumbe gani kwa Watanzania na watu wote ambao wanatutazama siku ya leo? Kwa wale ambao wanahangaika, wanatafuta sehemu ya kuabudu, unafikiri mahali hapa ni mahali sahihi kwao kuabudu? Hakika nawathibitishia mahali hapa ni mahali sahihi sana. Kwa sababu nimepita mimi Dar es Salaam, nimefika toka 2021.
Nijaribu kupita mazingira sehemu mbalimbali, madhehebu kidogo nimejaribu, lakini kiukweli nimeona utofauti baada ya kukanyaga madhabahu mahali hapa. Ndio, kuona hakikisha. Siwezi kuongea mambo mengi sana sasa ikasema tena ni siasa. Lakini nachoongea ni kweli mahali hapa ni salama sana kwa habari ya mtu ambaye anatamani kujengwa kiroho zaidi. Karibuni sana. Asante sana mtazamaji, tupo hapa na makamu mwenyekiti wa idara ya watoto kutoka kanisa la Evangelistic Assemblies of God Tanzania Ubungo Kibangu, kanisa ambalo lipo chini ya mchungaji Ibrahim Kinyoro. Kama ambavyo namsikia makamu mwenyekiti anasema anajivunia kuwa na mchungaji huyu, so ni sehemu sahihi. Na ukiangazia hili kanisa limeandikwa hema la makimbilio, so mahali hapa ni sehemu pa kukimbilia wale wote ambao wanatangatanga, wanahangaika. Kimbilio la kweli lipo kwa Ibrahim Kinyoro, kanisa la Evangelistic Assemblies of God Ubungo Kibangu. Tukiachana na hili hapa, hili linakuhusu wewe kama wewe. Nazungumza na makamu mwenyekiti, lakini ana status gani makamu mwenyekiti? Ni mama wa watoto wangapi, au ni mama wa mume, au ni makamu mwenyekiti ambaye yuko peke yake? Sawa, lakini sikupenda sana kuliongelea. Ni sahihi, lakini Watanzania wanatamani kufahamu, kwa sababu kama unahudumia watoto na tunataka tuone moyo ambao unao kwenye kuhudumia watoto. Labda una watoto ndio maana unapenda kuhudumia watoto. Okay, sawa sawa. Mimi naweza nikasema ni dada. Nina watoto ambao nawasimamia kama wadogo zangu. Ndio. Lakini pia mimi ni binti bado sijaolewa. Okay. Yeah. So Watanzania ambao wanaweza kufanya maombi, labda kuleta maombi kwako kwa ajili ya kuingia kwenye utaratibu, unawaambieje? Wanaruhusiwa au mpaka wakati wa Bwana ufike? Watanzania wakaribie tu hizo barua zije wala wasiwaze. Nini hasa utaratibu wako, masharti yako ni yapi ya waombaji wa maombi ambao watakuwa wanafanya maombi kwa ajili yako? Hayo sio ya muhimu sana, waje. Basi mtazamaji, tunahitimisha. Tulikuwa na makamu mwenyekiti kwenye idara ya watoto kwenye kanisa hili zuri la Evangelistic Assemblies of God Tanzania, na tunafika tamati. Basi nikukumbushe tu ya kwamba tupo kwenye channel yetu ya Inclusive Gospel. Usiache kututembelea kwenye kurasa zetu za YouTube pale kwa jina la Inclusive Gospel. Hakikisha una subscribe, una like, una comment, lakini pia una share. Mtumishi wa Mungu, basi naomba ni kuache, lakini pia ni kutakie kazi njema sana. Kwa kuendelea kuifanya kazi ya Bwana kwenye idara hii ya watoto. Bila shaka mna malengo na mna malengo makubwa kuhakikisha kwamba idara hii inafika sehemu fulani. Amina. Basi Mungu awabariki sana. Na naomba nikutakie wakati mwema. Siku nyingine tena tutakutana, tutaweza kuzungumza kuhusiana na idara ya watoto. Amina, karibu sana. Asante sana mtazamaji. Basi nikutakia wakati mwema na muda sahihi. Barikiwe.